Karibuni sana tena wadau wetu wa JC Swahili Movies. Hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan sehemu ya 8. Usisahau basi kucomment kwenye video zetu na kulike, kwa sababu hiyo ndio support yenu kwetu. Asanteni sana, tuendelee. Baada ya kutoka kijiji cha ukanda wa Gaza huko Kimara walikokuwa wamechukua silaha zitakazotumika kuingia kwenye ufalme, waliendelea na safari yao. Walitembea umbali mrefu mpaka wakafika karibu na kijiji kimoja kilichokuwa karibu na ufalme wa Robert ili kuweka sawa mipango yote. Hapo ndipo Jabiri alianza kufanya mazoezi makali. Alifanya mazoezi kwa nguvu kubwa, kila pigo la upanga likionyesha hasira iliyofichika moyoni mwake. Alitamani sana kulipiza kisasi cha baba yake, lakini pia alikuwa na kiu ya kupata ile dawa aliyokuwa ameagizwa na baba yake, Chief Hassan, ambaye bado alikuwa anaumwa. Jasho lilimtoka, pumzi zikawa nzito, lakini hakusimama. Alionekana kama mtu ambaye tayari ameshafanya uamuzi moyoni na hakurudi nyuma tena. Baada ya mazoezi, mzee aliwaita wote wawili wakae chini. Ndege alikuwa pembeni akiwa amevalia mkufu aliokuwa amepewa, mkufu uliokuwa na nguvu ya kumlinda Jabiri. Mzee akawatazama kwa makini, kisha akasema, mnaonaje kama tukianza kuwapa watu wa kijiji hiki imani mpya, tumaini jipya? Hapa hakuna askari wa kifalme. Hebu twendeni tukazungumze nao hata kidogo, wakati mimi inasubiri giza liingie nianze safari yangu na ndege. Inabidi niwaonyeshe kuwa kiama kinakuja. Wote walikubaliana, wakaanza kutembea kuelekea kijijini. Njiani, mzee akamwambia ndege, vua huo mkufu unaowaka. Ndege akatikisa mabawa yake taratibu, kisha akasema kwa sauti nzito, mimi nilipewa hii kwa ajili ya kumlinda kamanda Jabiri. Je, tuna imani gani na tunapokwenda kama ni salama? Mzee akacheka kidogo akamjibu, kweli kabisa kamanda wangu. Walipofika kwenye kile kijiji, watu walianza kujitokeza mmoja baada ya mwingine. Walikuwa wengi sana. Nyuso zao zilionyesha furaha na matumaini. Walifurahia kuwaona wageni hao kwa sababu walikuwa wameshachoshwa na maisha ya mateso chini ya utawala wa Mfalme Robert. Walipokaribia zaidi, wananchi wakaanza kuwapigia makofi, wakishangilia bila kujua kuwa watu hao walikuwa wamebeba mwanzo wa mabadiliko makubwa. Usiku ulikuwa unaanza kuingia polepole na tumaini jipya lilikuwa linaanza kuzaliwa. Walikaa chini na kuzungumza pamoja na wanakijiji wote. Hawakuongea mambo mengi. Watu walikuwa wamechoka na mateso, lakini bado mioyo yao ilikuwa hai. Mzee mmoja wa kijiji alisimama polepole, akiinua mikono juu kwa heshima. Akawabariki kwa sauti ya utulivu, akiwaombea kila hatua watakayopita, kila njia watakayokanyaga na kila hatari itakayowakabili. Wanakijiji wote wakanyamaza, wakisikiliza baraka zile kama maji ya kutuliza kiu ya muda mrefu. Baada ya baraka, wote wakasimama. Jabiri, mzee na ndege wakawapungia wananchi mkono. Watu wakafurahi sana, wakipiga makofi na kushangilia, macho yao yakiwa yamejaa tumaini jipya. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa muda mrefu kuona mwanga, hata kama ulikuwa bado mdogo. Ndipo mzee akamgeukia Jabiri na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, giza linaanza kuingia sasa. Inabidi nianze safari. Akainama kidogo, akachukua upinde na mishale tu. Nikifika huko, nitarusha bomu kwa mshale wenye nguvu. Baada ya hapo, tutaruka juu ya ufalme na kuondoka. Hapo ndipo watajua kuwa kumechangamka tayari. Akatulia kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti nzito zaidi, japokuwa ndege atakuwa amechoka sana, itambidi asafiri. Hatuna jinsi. Jabiri akatikisa kichwa kwa kuelewa. Hakukuwa na maneno ya kuagana marefu. Kila mmoja alijua kuwa kuanzia hapo hakuna kitu kingekuwa kama kilivyokuwa. Usiku ulianza kuingia taratibu na safari ya hatari zaidi ilikuwa inaanza.